Huyu mwamba anaitwa Emma, ni mkuu msaidizi na mwalimu wa hesabu hapa chuoni, lakini kichwa chake anakijua mwenyewe tu na tabia yake. Huyu bibie anaitwa Sahil. Sasa katika harakati za hapa na pale kama kawaida yake, lakini ghafla anaingia bibie anaitwa Betty. Anafika pale na kusalimia, lakini alichokiona alibaki kushangaa tu. Basi mchezo ukawa umeishia hapo. Basi bibie Sahil kabidi avae nguo na aondoke zake. I say, Mr. Emma alimaindi kinoma. Kwa nini unaingia ofisini kwangu bila hata kugonga? Hujui kama hapa ni ofisini? Tena ofisi binafsi. Basi bibi akabidi amuombe msamaha pale. Unamuomba msamaha nani? Umefanya upuzi sana wewe. Haya, nieleze nini kimekuleta? Basi bibi akamjibu, nimekuja kuhusu mtihani niliofanya. Kwa hiyo najua nilichokifanya katika mtihani na nina uhakika nimefaulu sana, lakini umeniwekea 5 iliyopelekea kufeli. Kwa hiyo unajua ulichokifanya eti? Bibi akamjibu, ndiyo najua. Unajua kabisa? Ndiyo. Basi kaa chini. Basi bibi ikabidi akae chini. Basi Mr. Emma akamwambia, kwanza jina lako unaitwa nani? Bibi akamjibu, jina langu naitwa Betty. Na unajua kama mimi ni mwalimu wa hesabu hapa chuoni? Basi Betty akamjibu, ndiyo. Sawa. Akamuuliza, umesema umepata ngapi? Basi bibi akamwambia, umenipa 5 ya 100, lakini nina uhakika kabisa sio maksi zangu nilizotakiwa kuzipata. Na hisi kutakuwa kuna makosa ambayo yaliyofanyika. Basi Mr. Emma akacheka sana, kisha akamwambia, ngoja nikwambie kitu Betty. Kabla ya kufaulu mtihani wowote hapa chuoni, unatakiwa kufaulu mtihani wangu kwanza. Na mtihani wangu ni mwepesi kabisa. Na baada ya kufaulu mtihani huo, unapata 100 ya 100. Bibi akamwambia, lakini mbona mitihani yote niliyofanya nimefaulu, lakini umenifelisha? Umenipa 5 ya 100. Hizo sio maksi zangu. Nilikuwa nishafaulu tayari. Mr. Emma akamjibu bibie, 5 umezitafuta wewe na 95 zinapatikana hapa. Bibie akashangaa, akaendelea kumwambia, baada ya kupata hizo 5 na hizi 95, jumla inakuwa 100. Umesema 95 zinapatikana wapi? Basi Mr. Emma akasimama na kumsogelea bibie na kisha akamwambia, Betty, unajua wewe ni msichana mzuri sana, na tangu nilipokuona hapa chuoni nilitokea kukupenda sana, na nimekuwa nikifanya kila kitu kuhakikisha unafaulu mtihani wangu. Ona jinsi ulivyokuwa mzuri, upasi kupata shida. Bibie akamtoa mkono, akamwambia, usiniguse. Mr. Emma akamwambia, kwa hiyo umetoa mkono wangu au sio? Basi bibie akamwambia, samani mwalimu, lakini. Basi Mr. Emma akasema, samani ya nini? Hebu niangalie usoni. Basi bibie akamwangalia, unajua wewe ni mzuri sana, hicho ndio kinafanya na kuhitaji, na nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Nitakupa 100 hata ukitaka 200. Kitu unachotaka ufanye ni kufanya tu mtihani wangu, na sio mgumu, sawa? Nakupenda ile ya ukweli. Bibie akaitoa mikono yake, usiniguse tena. Haya, nenda nje, ondoka ofisini kwangu. Basi bibie akaondoka zake. Najua umepagawa wewe, na siku ya kwanza nilipokuona nilijua kabisa umepagawa. Mwenda wazimu wewe, msichana uliyepagawa.